to slay them, to kill everybody. Walikuwa karibu kumaliza kila mtu. But now, sasa they are celebrating. Wanasherehekea. I prophesy that you will celebrate in the presence of your enemies. Ninatabiri kwamba utasherehekea mbele ya maadui. They will not die, all of them. Hawatakufa wote maadui zao. They will remain to see the glory of the Lord. Watabaki waone utukufu wako. There are some who will remain. Kuna wale watabaki and they will say we made a mistake. Na watasema tulifanya makosa. Touching the lives of the anointed of the Lord. Kwa sababu kukuza waliopakwa mafuta. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Verse 1 the Bible says, mstari wa kwanza Biblia inasema as the day came closer, kwamba siku ilipokuwa inakaribia, and they wanted to execute all the Jews. Walikuwa wanataka kumaliza Wayahudi wote. All the Jews were to be killed. Wayahudi wote walikuwa wauawe. All the Bukusus were to be killed. Wabukusu wote walikuwa wauawe. All the Recreation Church members were to be scattered. Makanisa yote ilikuwa itambarika. All Kenyans were to be killed. Wakenya wote walikuwa wauawe. But the time came and the Lord flipped the tables. Wakati ulifika Mungu akabadilisha meza. Instead of them ruling over the Jews, badala yao kumaliza na Wayahudi, now the Jews ruled over their enemies. Sasa Wayahudi wakawa juu ya. You have the power to rule over your enemies as we speak. Wewe uko na nguvu juu ya adui zako. You will rule your enemies in businesses if you do business. Wewe utaongoza maadui zako kufanya biashara. If you become an entrepreneur today, ukiwa mfanyabiashara kuanzia leo, even your enemies will come to borrow you money. Hata maadui wako watakuja kukuomba. They will come to borrow from you. Watakuja kukuomba pesa. They will come to buy from your shop. Watakuja kununua kutoka kwako. They will come to ask for forgiveness. Watakuja kuomba kwako msamaha. Because the fear of the Lord will have entered their hearts. Kwa sababu kuogopa Mungu kumewaingia. You cannot mess with the anointed one of the Lord and prosper. Huwezi kupingana na mpako mafuta na ukaendelea. Because the Lord has already given us protection. Kwa sababu Mungu tayari ametupatia mazingira. And He has told that our enemies will be at our feet. Mungu amefanya maadui wetu kuwa chini ya miguu yetu. And the Bible says that soon, Biblia inasema karibuni, the Lord of peace, Mungu wa majeshi, will crush the devil under our souls. atabadilisha adui akuwe chini ya miguu. Because that is where he belongs. Kwa sababu adui anaishi hapo chini. Don't allow the devil